Ikiwa leo ni tarehe 20 mwezi ni wa 5 mwaka ni wa 2026. Siku ya leo tuko katika eneo gatuzi la Nairobi na tumeweza kutangamana na baadhi ya wananchi ambao waliweza kuandamana siku ya Jumatatu na Jumanne kuhusiana na swala kuu ya kuongezwa kwa bei za mafuta. Labda tukimpa fursa, naona hapa mwenzangu na bado naona ni Gen-Z. Labda tumpatie nafasi ajitambulishe na tuambie ni jinsi ambavyo yeye mwenyewe ameathiriwa kivipi na swala la kuongezwa kwa bei za mafuta. Naam, kwa majina mimi naitwa Wycliffe Gitonga. Mimi ni mwanafunzi chuo kikuu cha Nairobi hapa jijini, na vile vile pia mimi ni mfanyabiashara mdogo. Na labda nikuulize kabla tutaendelea, ulikuwa katika maandamano iliyofanyika siku ya Jumatatu? Maandamano sikuweza kuungana na wenzangu kwa sababu za hapa na pale. Naam. Na we mwenyewe ulikuwa una support mambo ya maandamano ama ulikuwa unapinga? Kivyangu nilikuwa na support. Kwa sababu ukiangalia mimi kama mwanafunzi, kuongezeka kwa bei za mafuta inatuadhiri kwa sababu unajua kama mimi mwenye natoka mbali na kaa mbali, unakuta bei ambayo nilikuwa natumia nikienda shule ilikuwa maybe shilingi 100. Na unakuta sasa hivi ukienda kupanda gari hapo unaambiwa bei imeongezeka, sasa hivi wanachukua shilingi 200. Na wewe umetuambia wewe ni mwanafunzi lakini wewe pia bado ni mwanabiashara. Na mimi ni mwanabiashara ndogo. Hizi bei za mafuta zinakuathiri katika maisha yako ya kila siku kivipi? Ikiwa mimi ni mwanabiashara ndogo, mimi nauza mayai na smucha hapo kando ya shule hapo. So maandamano imeweza kuniadhiri kwa njia mingi, si njia moja tu, lakini njia kubwa ambayo imeweza kunifikia ni kwamba leo hakuja kuwa na mauzo, wanafunzi hawajaweza kujitolea kuja shuleni. Sasa vitu ambavyo niliweza kuandaa kuwauzia hapo kando ya shule hapo, imebidi nimerudi nayo kwa nyumba, na mambo kama mayai ukishachemsha na urudi nayo kwa nyumba, hilo itakuwa imeharibika hiyo. So imeanza kuniadhiri kwa upande mkubwa sana. Na wewe kama mwananchi wa nchi yako, naam, unajua wago unapiga kura pale na wanasema wazalendo. Wewe kama mzalendo wa nchi yako, naam, una madai yoyote kwa serikali? Mimi ningeomba tu serikali, juu imetufinya sana sisi kama wafanyikazi wadogo tunaumia. Na sasa mimi ningeweza kuomba tu serikali watupunguzie bei za mafuta, na ukijua bei za mafuta zikipunguzwa maisha pia itakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa sana, na bei za mafuta zikipanda hali ya maisha pia itakuwa imetufika kooni huko. Naam. Na wewe kama mwanafunzi umeweza kuzungumza na labda baadhi ya wazazi ama wazazi wako kuhusiana hili swala nzima ya mgomo? Nimeweza kuzungumza na wanafunzi wenzangu. Na labda wazazi sijaweza kuzungumza na wao, lakini venye nilianza kuzungumza na wanafunzi wenzangu wameniambia kulingana na maandamano ambayo imeweza kufanyika hapo Nairobi, shule kama chuo kikuu cha Nairobi haikuweza kufunguliwa. So wanafunzi wamekaa tu nyumbani, na hiyo pia imewaadhiri kwa njia moja au nyingine kwa masomo yao. Naam. Na unaamini kwamba migomo inaweza kubadilisha kitu chochote, ama watu wangoje mpaka mwaka ujao? Itakuwa ni mwaka wa Agosti kama sijakosea. Naam. Kivyangu nasema migomo pia kwa upande mwingine pia inaweza sukuma serikali wasukume hadi kwa kona ili waweze kupunguza bei za mafuta. Na ulianza hapo baada ya maandamano Jumatatu, serikali iliweza kupunguza ile ada ya mafuta, wakatoa shilingi 10 kwa bei ya diesel kama uliweza kuona. Hiyo sasa mimi ningependa tu waandamanaji wangeendelea tu kuandamana ili serikali ipunguze bei za mafuta kabisa. Na labda tu nikikuuliza, unajua jinsi ambavyo tumekuwa tukiona swala nzima. Naam. Kuna watu ambao wanaandamana pale kwenye streets na unapata kwamba wanaharibu biashara za watu wengine. Huoni kama hii ina athari yoyote kwa wanabiashara? Wanasema maandamano inafaa ikuwe peaceful. Na vile vile kuna ile wanaita goons. Pia wanaingilia maandamano ambayo iko peaceful, na wanaweza kuharibu vifaa ama vitu za watu. Ukiona vile vile ilikuwa walichoma gari
gari la kama uliweza kuona ilikuwa gavana wa Murang'a ama gavana wa gari ile, hiyo lori iliweza kutoa bidhaa kwa Magunas, ile Magunas supermarket. After hapo waliweza kuchoma. So mimi saa zingine nasema kama ni mambo ya maandamano ikuwe peaceful, ikuwe ya maana na ikuwe ya amani. Na je, mgomo huu unaathiri masomo yako kivipi, wewe na baadhi ya wanafunzi wengine? Imeanza kuadhiri masomo yangu kwa kipande kikubwa sana. Ndio unaona kuongezwa kwa bei za mafuta. Wanafunzi wengi hawakuweza kufika kule chuoni na masomo yao yameanza kusimama. Na vile vile unakuta maandamano yenyewe imeanza kuadhiri wanafunzi na walimu kwa pamoja. Unakuta wanaogopa kwa usalama wao. So shule iliweza kufungwa kwa hizo siku mbili zikifuatana kwa kuhofia maafa huko shuleni. Yeah. Shukrani sana kwa muda wako. Na nashukuru sana kwa maoni ambayo umekupatia. Asante mwenzangu. Labda kusikia maoni ya mwananchi mwingine ambaye tumeweza kutangamana naye pia, labda atuambie kwa nini aliweza kushiriki, ama labda atuambie kama aliweza kushiriki ama hakushiriki katika maandamano iliyofanyika siku ya Jumatatu. Mimi nikitoa mahindi yangu, hii maandamano nilikuwa jana na nimekaa kwa maandamano. Inaniumiza kwa kitu moja, kwa bei ya mafuta. Huyu jamaa punguze mafuta. Kama anaweza apunguze, juu watoto wamekwama kwa mlango. Fee iko juu, chakula iko juu, kila kitu iko juu. Atupunguzie, afikirie kama mzazi, asiache kufikiria kama mzazi. Achukue tu hii kiatu aingize kwa mguu yake. Ningekuwa yeye ako chini angefanya aje? Hiyo ndio maoni yangu. Ajiweke kwa hiyo mguu. Ingekuwa yeye angefanya aje? Atupunguzie tu, yenye inaweza eka yule mtu yako chini anaweza inuka pia kidogo. Tumeweza kutangamana na mwananchi mwingine ambaye ataweza pale kutupatia baadhi ya maoni yake. Je, kwa nini uliweza kushiriki, ama labda unaweza kuambia yule msikilizaji ama mtazamaji ambaye yuko kule nyumbani kwa nini ulishiriki katika maandamano? Mimi nitasema hivi, huku chini tunaumia na tunafaa serikali ituangazie kama sisi wananchi wa kawaida, sababu hii nchi unajua kuna wenye wako na pesa na kuna wenye wako na kidogo na kuna wenye hawana. Sasa serikali inafaa iangalie kama sasa ukisimamisha kama magari zikikosa kwenda kwa barabara, si wale watu wako na pesa wanaumia. Watu wenye wako na kidogo na hao wenye hawana, wao ndio wanaumia zaidi. Sababu wenye wako nazo wanatumia magari zao, sisi wenye hawana ndio magari, lazima uchukue gari, lazima utoke hapa na uende pale upate, yani lazima utumie gari, lazima utumie bodaboda, lazima utumie tuktuk. Sababu sasa ndio tunaambia serikali iangalie wananchi wa kawaida, sababu sisi ndio tulichagua hii serikali na ndio tuliwaweka hapo na ndio sisi tuliwapea nguvu. Ndio tunasema sasa watu waangalie mkulima wa chini. Hivyo ndio naweza ambia Ruto. Na je, wewe kama mwananchi unajua kwamba unawakilisha wengine pia. Je, unahisi kwamba mna madai kwa serikali? Tuko na madai, sababu lazima watufanyie kazi. Mnatoanga ushuru. Ushuru yetu wanapeleka wapi? Sababu kama mnatukata ushuru kila wakati, mafuta mnakata ushuru, chakula vitu mnakata ushuru, lazima sasa pia tuko na haki ya kudai kwa serikali itufanyie. Na pia ningeweza kusikia maoni yako kuhusiana na swala ya IPRA na IMF. Nimesikia kwamba baadhi ya wananchi wameweza kulalamika kwamba hii sio makosa ya rais wenyu ama baadhi ya waongezi wenyu, lakini wameweza kulalamikia IMF na IPRA. Je, wewe una maoni gani kuhusiana na swala hilo? IPRA na IMF naweza sema mimi wacha niseme nimesikia wako na hizo maneno wakisema IPRA sijui na hivyo na IMF ndio wanafanya mafuta ikuwe na bei. Yes, tunaelewa, lakini sasa
tuletee the reality na utuambie hizi mataksi mingi zinaendanga wapi. Hiyo ndio ile kitu tunaweza taka kujua. Hii taksi mingi, mna taksi VAT, una taksi sijui nini, una taksi ni mingi. Tunataka tujue zinaendanga wapi. Kama wanazitumia kufanya hivi, yani watuambie zinaendanga wapi. Watu wasishinde wakisema taksi ni mingi zinakatwa, mafuta iko na bei Uganda sijui. Sisi hatutaki hiyo conversation sasa. Tuambiwe hizi taksi tunakatanga hii mbao na tunakata kila siku. Hizo siku 14 wanachukuanga. Hizo mwezi sasa 14 hiyo pesa ya hiyo nini imeenda wapi? Ile yote mtu amekatwa. Kenya ni kubwa sana na hiyo pesa ni mingi sana. Wakikata hiyo pesa yote mbao hata ukihesabu wale watu wanaweka mafuta ukate mbao kila mtu ni bilioni mingi sana kwa siku moja. Kwa hivyo inaendanga wapi? Inaendanga kusaidia nani? Inaendanga wapi? Yani tuambiwe. Unahisi kwamba serikali inapaswa kutenga muda ambao wanaweza kushirikiana na baadhi ya wananchi watuambie zinaenda wapi? Okay. Tujue taxi zinaenda wapi. Na je, unaamini kwamba huu maandamano italeta mabadiliko ama watu wanapaswa kukaa tu nyumbani? Mabadiliko iko na lakini sasa unajua sasa shida ile iko ni wataingiza siasa kwa uchumi. Sasa hatutaki siasa, tunasema hatutaki siasa kwa hii maneno sana. Tusiingize siasa, Wakenya tusiingize siasa sana. Sababu siasa zitaharibu. Sababu utaona Ruto, mtu wa Ruto atapigana aseme mnampiga sababu ni encouraging, mnampiga sababu ni kabila. Hatutaki siasa ziingie kwa hii mambo ya mafuta na nini. Kila mtu anaumia. Najua kuna vita huko Iran, tunajua hivyo, lakini sasa tunafaa tuambiwe tuelezewe hizi tax zinaenda wapi. Hiyo pesa inakatwa, kama inaenda kwa barabara kutengeneza tujue. Na la mwisho, unahisi ni nini kitakachotokea kama hakuna kile ambacho mna expect badilike? Watu wataandamana. Na sasa unajua sasa tunaelekea mambo ya uchaguzi. Tunakuja hapo ni patakuwa pabaya sana. Sababu tutamix mambo mbili, tutaingiza siasa na mambo ya uchumi. Na inaweza kuwa mzuri pia sababu sasa unajua kila nini ukisukumwa inaweza kuwa poa. Ni afadhali hivyo. Wacha tuanze hii kuongea, ndio ikifikia uchaguzi kama ni leaders tutachagua leaders kulingana na zile mambo watatuelezea watafanya na mafuta. Na wao wakikataa kufanya bado wananchi watalalamika mpaka ile wakati hiyo suluhisho itapatikana. Ni kumaanisha kwamba wewe kama mwananchi unahisi kwamba baadhi ya viongozi katika nchi yenu lazima wafuatwe ama lazima wapatiwe ile pressure ndio waweze kufanya mambo ambayo hiyo ni lazima. Kuna watu bila kuwafuata hawawezi fanya kitu. Kwa hivyo lazima tuwafuate kidogo ndio wafanye mambo kulingana na venye wananchi wanataka. Si ati kutaka venye wanataka kulingana na vile wananchi wanataka. Lakini sasa sababu hawezi sikia, watatusikia. Unajua kama wanasikia na njia ya maandamano, watu wataenda maandamano. Asante sana kwa maoni yako. Shukran sana. Tutapatana tena. Imekuwa ni baadhi ya maoni ya wananchi kutoka katika eneo gatuzi la Nairobi. Kwa majina ni Paul Ainda.